Ukitukanwa, unachagua kuumia au kukua? Maneno mabaya yana nguvu, lakini si nguvu kuliko moyo wako. Karibu sana kwenye chaneli yetu ya Afya, Amani na Maisha. Hapa tunajifunza namna ya kuishi bila stresi, kulinda afya ya akili na kujenga maisha yenye utulivu. Na kama wewe ni mgeni, karibu. Na kama wewe ni wa siku zote, asante kwa kurudi. Leo tunazungumza jambo linalotokea sana mitaani, lakini watu wengi hawajui namna ya kushughulika nalo. Hivi karibuni tumeshuhudia maneno makali kutoka kwa kiongozi mkubwa Marekani, akiwaita Wasomali majina mabaya na kusema wanatoka sehemu isiyofaa. Maneno kama haya yameumiza wengi, yameleta mchanganyiko wa kihisia ama mchanganyiko wa hisia. Lakini leo tuchukue tukio hili kama funzo, si kama siasa, bali kama somo la afya, heshima na utu. Maneno mabaya na afya ya akili. Maneno yanaweza kutuvunja au kutuinua. Ukisikia mtu anashambulia jamii fulani, roho inaweza kuumia. Lakini kumbuka hili, neno baya hutoka kwa mtu mwenye hasira, si mtu mwenye hekima. Swali muhimu ni si wasema nini. Swali ni unataka maneno yao ya kubadilishe vipi? Hapo ndipo unaamua kama unaumia au unaanza kukua na kukomaa. Sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Sisi sote ni binadamu, vipenzi wa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Hakuna mtu aliyeumbwa wa daraja la chini. Hakuna aliyezaliwa kwa bahati mbaya. Vitabu vya imani havitambui rangi, havitambui kabila, vinatambua mtu wa moyo, tabia na imani yake. Kwa hivyo tukisikia chuki, tukisikia mgawanyiko, tukisikia maneno ya kutuumiza ama maneno ya kuumiza, tukumbuke kuwa ubinadamu unatuunganisha zaidi kuliko tofauti zinazotutenganisha. Tuwe na upendo, tuwe na heshima, tuwe na utu. Hapa ndipo tunajenga afya, amani na maisha. Vitu tunavyoviona mitaani kila siku. Chuki inaathiri mwili. Stresi ya chuki huharibu mwili polepole. Inashusha kinga ya mwili. Inaharibu usingizi. Inafanya moyo kwenda mbio. Inaleta hasira iliyofichika. Ukikubali chuki ya mtu, ni kama unakunywa sumu ya akili. Lakini unapochagua amani, unapumua vizuri, unalala vizuri, unatulia
na maisha yanakuwa mepesi. Hatuwezi kuzuia watu kusema vibaya, lakini tunaweza kuzuia maneno yao kuumiza roho za watu ama roho yetu. Maneno yao ni yao, lakini reaction ni yako. Chagua kutuvunjika, chagua kujijenga, chagua kuwa mtu ambaye hata baada ya kushambuliwa bado unazidi ama anazidi kukomaa na kukua. Chagua kuwa mtu ambaye hata baada ya kushambuliwa bado anazidi kukua na kukomaa. Hivyo ndivyo nguvu ya kweli. Mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV, njoo karibu nikueleze siri ambayo si nyingine, yani afya si mwili tu, ni moyo na akili pia. Amani, dawa ambayo lazima uinywe mwenyewe. Tuchague upendo, tuchague heshima, tuchague kujenga jamii bila chuki. Kwa sababu dunia imebadilika, lakini thamani yako ya ubinadamu iliyopewa na Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema haibadiliki kamwe. Kama ujumbe huu umekugusa, tuambie kwenye comments umejifunza nini leo. Share ujumbe huu kwa mtu mmoja tu, huenda ukagusa maisha yake. Na kama wewe ni sehemu ya afya, amani na maisha, basi najua tayari unajenga dunia bora, hatua moja baada ya nyingine. Mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV, afya, amani, maisha ndiyo ngao. Asante kwa kutazama na kusikiliza. Hii ni yanayojiri mitaani TV.